Hali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, bila shaka mzima. Leo tena ni siku nyingine tena tunakuja hapa kwa ajili ya kuendeleza masomo yetu ya kilimo na ufugaji, na leo nitakuwa na somo muhimu sana ambapo tutakuwa tukiangazia makosa 10 ambayo yanaweza kukugharimu katika kilimo cha matikiti. Fuatana nami mwanzo mpaka mwisho. Ninayokuletea makala hii si mwingine ni David Joseph. Karibu sana na tuendelee. Kosa la kwanza ambalo linaweza likakugharimu ndugu mkulima ni upandaji wa mbegu mbaya. Tunapozungumza habari ya upandaji wa mbegu mbaya, hapa tunaangalia mbegu zile ambazo hazifanyi vizuri sokoni, lakini pia hazifanyi vizuri shambani. Maana yake hazikupi mavuno mazuri, na ikumbuke kwamba mbegu nzuri, uchaguzi wa mbegu nzuri ndio unaoweza kufanya mkulima ukapata faida. Na tunapozungumza mbegu nzuri, pia ni mbegu zile ambazo zinaweza zikavumilia mabadiliko ya hali ya hewa na hasa ukame, lakini pia kama umepanda masika, zile ambazo zinaweza zikafanya vizuri. Kuna mbegu ambazo ukipanda zinapopata changamoto ya maji mengi zitakumbana na uozo wa hali ya juu sana, lakini zipo mbegu ambazo zinavumilia hali ya ukame. Kwa hiyo uchaguzi wa mbegu bora ni jambo la msingi sana ambalo unatakiwa kuliconsider katika kilimo chako cha matikiti. Jambo la pili ni kuzingatia kalenda ya kulima kilimo cha matikiti. Watu wengi huwa hawazingatii kalenda ya kulima kilimo cha matikiti. Ikumbuke kwamba masoko ya matikiti ni ya timing. Kwa hiyo kama huwezi kuzingatia kalenda ya namna ya kulima matikiti, yawezekana kabisa ukapishana na masoko. Kwa mfano, unaweza ukalima lakini ukavuna wakati wa mvua nyingi. Kimsingi utashindwa kupata faida kwenye kilimo cha matikiti. Kwa hiyo tunapozungumzia timing, tunamaanisha katika kulima matikiti kuna wakati kunakuwa na msimu wa mananasi, msimu wa maembe, msimu wa machungwa. Kwa hiyo unapata changamoto. Kama hujajua namna ya kupangilia kalenda ya matikiti ili uweze kupata faida, unaweza ukatafuta video yangu ambayo nilikuwa nikizungumzia kalenda ya kilimo cha matikiti. Jambo la tatu ni matumizi ya mbolea yasiyo sahihi. Matumizi ya mbolea ni lazima yazingatie aina ya udongo, umri wa mmea na msimu ama hali ya hewa. Mara nyingi ikiwa utatumia kipindi cha mvua, ni zaidi kwamba mbolea utakazozitumia ni lazima ziendane na uwepo wa maji mengi. Kwa hiyo usipozingatia kanuni hizi za uwekaji wa mbolea na ukajua kiwango cha pH inayopatikana kwenye udongo, lakini pia rutuba inayopatikana kwenye udongo, unaweza ukatumia mbolea ambazo sio sahihi na badala yake ukapata hasara badala ya kupata faida. Lakini si hivyo tu, uwekaji wa mbolea hiyo ni lazima uzingatie kanuni za uwekaji wa mbolea. Kwa hiyo mara nyingi watu wengi au wakulima wengi huwa wazingatii matumizi ya mbolea sahihi na hawajisumbui kutafuta ushauri wa namna ya kutumia mbolea. Kama ni samadi uitumieje, lakini kama ni mbolea za viwandani utumieje na ni mbolea ipi. Hili ni kosa lingine la tatu ambalo linaweza kusababisha hasara. Jambo la nne ni kutokuzingatia muda wa palizi. Moja kati ya mambo muhimu sana ambayo kwenye matikiti lazima yazingatiwe ni muda wa kupalilia. Matikiti ni zao ambalo halihitaji kabisa majani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia muda wa palizi ili matikiti yanapokuwa yanaanza kutambaa yasitambae kwenye majani. Lakini jambo jingine ambalo unatakiwa kuzingatia, mara nyingi matikiti yanapoanza kutambaa hayahitaji sana usumbufu, kwani huwa yanatengeneza mizizi kadri yanavyokuwa yanaendelea kutambaa. Kwa hiyo usipofanya palizi kwa wakati, ni dhahiri kwamba hata kama utakuwa umepanda mbegu nzuri na utakuwa umezingatia baadhi ya vitu na umeweka mbolea, hautoweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu palizi ndio linalofanya matikiti yaweze kuwa bora na yaweze kula chakula cha kutosha badala ya kuanza kunyang'anyana lishe na majani. Kwa hiyo jambo hili ni jambo la msingi sana ambalo wakulima wengi huwa wazingatii muda ambao palizi inatakiwa kufanyika. Kimsingi palizi inatakiwa kufanyika kabla matikiti hayajaanza kulala, ili yanapoanza kulala yalale yanakuta kwamba tayari shamba lako ni jeupe. Na
lazima uzingatie wakati huo. Hata kama unataka kuweka mbolea, si vizuri ukaweka mbolea wakati bado matikiti yapo kwenye majani. Kwa hiyo ni muhimu sana ukazingatia mambo haya ili kuweza kuepuka hasara ambayo inaweza kujitokeza, ambayo nyingine sio ya lazima. Hili ni jambo la msingi sana ambalo unatakiwa ulizingatie, ndugu mkulima, kama unataka kupata faida. Jambo la 5 ni matumizi ya dawa yasiyo sahihi. Watu wengi wanapokwenda kununua madawa huwa hawazingatii pia umri wa mmea, lakini pia huwa hawazingatii madawa sahihi ambayo wanatakiwa kuyanunua. Kumbuke kwamba yapo madawa ambayo unaweza ukatumia kwenye mboga mboga na matunda, lakini matunda pia yana design tofauti tofauti. Unaweza ukaenda kununua madawa ambayo labda yanatumika kwenye mikorosho au mengine yanatumika kwenye kahawa. Madawa ya namna hiyo huwa yanakuwa ni makali sana, ambayo wakati mwingine unapopulizia kwenye mmea wako yanaweza yakaleta changamoto, yakaunguza mmea au mmea wako ukadhoofika. Kwa hiyo ni muhimu ukazingatia matumizi ya dawa yaliyo sahihi, hasa ukiangalia kiwango cha uwekaji wa dawa hiyo, lakini pia ukiangalia ni aina gani ya madawa ambayo yanafaa kabisa kutokana na mazao yako ambayo unakuwa umeyalima, kwa sababu hili ni jambo ambalo ni la msingi kuliangalia, kwa sababu usipofanya hivyo unaweza kujikuta kwamba unapata hasara, kwa sababu unapiga viuatilifu ambavyo unatumia viuatilifu ambavyo haviendani kabisa na mmea wako. Kwa hiyo ukajikuta aidha unaunguza maua au unaufanya mmea uweze kudumaa, kudhoofika na usikue vizuri. Hiki ni kitu cha msingi sana ambacho unatakiwa kukizingatia, mpenzi mtazamaji, kama unataka kupata mafanikio. Kumbuka unatazama au unafuatilia Nemi TV. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu. Mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, jambo la 6 ambalo unatakiwa kulizingatia ni kupanda kwa kufuata nafasi sahihi. Hili ni jambo ambalo limekuwa nikigharimu watu wengi sana, kwa sababu watu wengi huwa wanafikiri kwamba unapopanda karibu ndipo unapoweza kupata mavuno mengi, jambo ambalo ni kosa kabisa. Nikumbuke kwamba kupanda kwa msongamano unaufanya mmea ukose nafasi na uanze kushindania virutubisho pamoja na mwanga wa jua. Kwa hiyo huo unafanya kabisa kwamba mmea wako usiweze kuwa na ubora unaojitosheleza, kwa sababu tayari unakuwa na virutubisho ambavyo havitoshi. Na ukiangalia mtu ambaye amepanda karibu, utajikuta kwamba mmea hauwezi kutambaa vizuri, badala yake vichwa vyake vinapanda juu. Lakini pia hata ubora wake na kiwango cha nitrogen kinapungua, kwa sababu mmea unakuwa haupati virutubisho vya kutosha. Na ukishaona mmea uko namna hiyo, uwezekano wa kuweza kupata mavuno ambayo ni bora na mavuno ambayo ni matunda ambayo ni makubwa unapungua sana. Hiki ni jambo ambalo unatakiwa kulizingatia. Jambo la 7 ni uvunaji wa matikiti usiozingatia ubora. Unaweza ukavuna mapema au ukachelewa kuvuna. Kwa hiyo mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, hili ni jambo jingine ambalo limekuwa likisababisha hasara kwa wakulima. Wakulima wengi wanapokuwa wamelima, anapoona matunda yake ni makubwa, anahisi tayari yameiva. Kwa hiyo ni muhimu sana ukazingatia kwamba ili uweze kupata faida ni lazima uvune matunda ambayo yamekomaa na umejiridhisha kwamba yameiva, kwa sababu rangi au ubora wa tunda kama unavyoliona hapa kwenye skrini ndivyo linavyoweza kufanya wewe uweze kupata faida. Kwa hiyo kuvuna matunda machanga kunaweza kusababishia hasara, kwa sababu hakuna mtu atakayeweza kununua matikiti ambayo hayana utamu, na utamu wa tikiti hutegemea na kiwango chake cha kuiva pamoja na utunzaji. Kwa hiyo kuwa na matikiti makubwa haimaanishi kwamba matunda yamekomaa. Kwa hiyo hii ni somo ambalo natakiwa kulijua, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, kwamba kujua matikiti yaliyoiva ni somo la msingi sana. Fuatilia, kuna video zangu ambazo nilikuwa nikieleza namna ambavyo unaweza ukajua matunda yaliyoiva tunatazama vitu gani. Kuna vitu vya msingi ambavyo natakiwa kuviangalia. Ukivuna matikiti ambayo hayajaiva, bila shaka utapata hasara. Ninachotaka kusema ni kwamba ukivuna matikiti ambayo yameiva pia sana, utapata hasara, kwa sababu yatakuwa yameoza. Kwa hiyo kuchelewa kuvuna matikiti kunakupa hasara, na kuwahi pia kuvuna matikiti kunakupa hasara. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni kuvuna matikiti ambayo ni standard, yameiva vizuri, yana rangi ya kutosha, lakini pia yamekomaa. Hii kitu ndio tunazungumza kwamba ukiwa unavijua hivi vitu, huwezi ukapata hasara inayotokana na matikiti.
Jambo la nane ni kukosa mikakati ya kutafuta masoko. Ulimaji wa matikiti au uuzaji wa matikiti hutegemea sana madalali. Kwa hiyo ni muhimu sana kabla hujavuna uwe umefanya mawasiliano ya kutosha na madalali, lakini pia umeshajua mavuno yako yatakuwa ya namna gani. Yapo masoko ambayo yanapendelea sana matikiti madogo madogo na yapo masoko ambayo yanapendelea matikiti makubwa makubwa. Kwa mfano soko la Morogoro nchini Tanzania wanapendelea matikiti madogo madogo, wakati masoko kama vile ya Dar es Salaam wanapendelea matikiti makubwa makubwa. Kwa hiyo kabla hujapeleka matikiti yako sokoni, lazima uwe umeshajua sample ya matikiti yako ni ya namna gani, ili kuepuka hasara ambayo inaweza kujitokeza. Jambo jingine ambalo linaweza ikasababisha ukapata hasara au ukashindwa kufikia malengo ni kutumia teknolojia za kisasa katika umwagiliaji. Inasemekana au imegundulika kwamba utumiaji wa teknolojia katika kilimo umekuwa ukiongeza tija na mavuno katika kilimo cha matikiti. Ikumbuke kwamba kilimo cha matikiti ni kilimo biashara. Kwa hiyo ni muhimu sana kutenga bajeti ya namna ambavyo unaweza kufanya umwagiliaji ambao unaweza kuleta tija na kuongeza mapato kwenye kilimo chako. Kwa hiyo uchimbaji au utengenezaji wa mifereji usiokuwa sahihi au mwagaji wa maji usiokuwa sahihi, huu unapunguza kipato kwenye matikiti yako, kwa sababu matikiti katika hatua fulani yanahitaji maji ya kutosha ya kiasi ambacho huwa yanaongeza tija na yanaongeza uzalishaji. Kwa hiyo usipojifunza kutumia teknolojia na matumizi ya maji yaliyo sahihi, basi unaweza ukajikuta kwamba hufikii malengo katika kilimo cha matikiti. Kwa hiyo ni muhimu ukazingatia hili kwamba teknolojia kwa sasa ndio inaongeza tija. Jambo la 10 na la mwisho ni kushindwa kuzingatia muda wa ukuaji wa mmea. Tunaposema muda wa ukuaji wa mmea, tunamaanisha mmea unapitia katika vipindi mbalimbali, vipindi vya uchanga, vipindi vya katikati vya ukuaji na vipindi vya machua, yani vipindi vya kukomaa. Sasa lazima uzingatie hivyo vipindi. Na kama ni mkulima mzuri, ni lazima uwe na chati 3. Chati ya kwanza itakuwa ni chati ya umwagiliaji, lakini lazima uwe na chati ya pili, chati ya uwekaji wa mbolea, yani ufuate kanuni na kalenda maalum ya uwekaji wa mbolea. Lakini chati ya 3 ni chati ya upigaji wa dawa. Lazima uzingatie muda wa kupiga dawa katika kipindi mwafaka ili uweze kupata faida. Bila shaka mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, yamkini umewahi kukumbana na matatizo haya ambayo nimeyazungumza. Kama umewahi kukutana nayo, usikose kutuandikia na kucomment hapa chini ili tuweze kujua namna ambavyo tunaweza kusaidiana. Hata hivyo, tunakushukuru wewe mtazamaji na msikilizaji ambaye umekuwa ukitufuatilia. Bila shaka Nemi TV tunakupenda. Karibu sana na usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare na marafiki zako ili nao waweze kupata elimu ya kutosha kutoka Nemi TV. Kwaheri na asante.